umekuja hapa, kuna mwanamume tauni hii anaitwa Eric Masafu mwenye anajiita chairman wa kambi Somali. Huyo Masafu nimefanya social check, wananchi wa Kakamega, Masafu ni ndugu yetu kutoka Bungoma, sio hapa Kakamega. Namba 2, huyo Masafu ni ndugu ya bibi wa Fernandes Barasa. Sasa Barasa, wewe unataka utoe wanyonge uweke Eric Masafu mwenye hatoki Kakamega, anatoka Bungoma, na istoshe yeye ni ndugu ya bibi yako. Kama na listen to me, you are not going to succeed. Kama walemavu watakuwa wameshindwa kuendeleza hii kazi, mtu mwingine ambaye anatoka Kakamega atapewa hiyo nafasi. But I'm comfortable that walemavu wataendelea kufanya hii kazi. Baduya Mrembe, huu mtu mwenye anapigana na walemavu, wewe Barasa, wachana kupigana na walemavu. Umekuwa ukipigana na mwanamke anaitwa Mama Elsie. Wachana kupigana na walemavu, wachana kupigana na huyo mwanamke. Kama unatafuta vita, kutana na mwanaume anaitwa Bufaita, Dr. Boni Khalwale. Bana kumaera kumakali beru. Bana kumaera kumali beru bane mata. Kote basata bibu na bana bane mama shukuri banga kote. Nui buli mwana muleme usiyobanga. Kinubia, ikiwa sababu yenye nafanya Baraza anakupiga ni kwa sababu anafikiri wewe ni Mkikuyu, Barasa sikia vizuri. Kinudhia hakupewa hii kandarasi kwa sababu ni Mkikuyu. Kinudhia alipewa hii kazi kwa sababu ni mtu wa Kakamega mwenye amezaliwa na kilema, and therefore is the right person to be in charge whether he is Kikuyu or not. And by the way, Barasa, kwa sababu ujui, hapa Kakamega tuko na Waluya ni wa Kakamega, tuko na Wajaluo ni wa Kakamega, tuko na Wakikuyu ni wa Kakamega, tuko na Wasomali ni wa Kakamega. Wewe ujui? So Kinudhia, na hiyo matusi kwamba wewe ni Mkikuyu, forget about it. Yes. Fanya kazi yako, kifua mbele, matako nyuma, no problem, hakuna mtu atakusumbua. Waluya wewe! Mwenyamu wao atatusumbua miaka 2 peke yake. But after 2 years, 2027, nitatoa Barasa, mimi ndio nitakuwa gavana hapa, mnyonge atapata haki yake. Finally, Mr. President sir, finally, hii madharau na maringo yenye unaona Barasa analeta President William Ruto ni kwa sababu ameanza kutembea hapa Kakamega ajigamba kwamba yeye ni rafiki yako rais. Mr. President, kama Barasa ni rafiki yako, hiyo ni sawa. Tunataka gavana wa Kakamega awe rafiki ya president. Lakini hiyo urafiki isiwe ya kudhulumu watu wetu, iwe urafiki ya kuleta kitu inaitwa maendeleo. Mali, hapo sawa. Kuna swali? Sawa mzee. Kevin. Very good. Kevin. Limbo. Thank you. Kinudhia ameomba nimpatie nafasi aseme jambo moja. Aongee. Halo, amjambo. Jambo sana. Mheshimiwa Mwami Khalwale, asante sana kwa kusimama na sisi kama walemavu, kama Wakenya. Hatungependa kuzaliwa hivi na hatungependa mtu atudharau, lakini nataka kusema tangu mwanzo umesimama na sisi, umetulipia mpaka lawyer, umesimama na sisi. Pesa hatujakuwa nazo kwa sababu sisi pesa zenye tunachanga hapa tunasaidia watu, tunasomesha wanafunzi, tunanunua ma-wheelchair. Lakini kwa roho yako mzuri kama senator umegharamia 1,150 ambazo tumelipa lawyer. Nashukuru Mwenyezi Mungu senator.
Huyu mtu ambaye anayenisumbua sana anaitwa Eric Masafu. Hata nimemwona pale ng'amba, najaribu kuangalia ndiye atume report. Na analeta magumzi kila siku kuiba pesa zenye tumechanga hapa. Wanavunja vitu, wanaiba, wanasumbua huyu msichana, hana miguu, wanamwangusha, wanamfanyia matendo mabaya ambapo sio matendo mazuri. Senator, sisi hatungependa kuzaliwa esiendebu ndo mmiasi mwinzu ya makongolo ohande gambo esiendo ndo mkikuyu tawe wesi undebe samwana wanje ni wina wakabe vili alianje tawe mkinurdia so ulire umundu walangwa mbaraza ni jirani wanje matungu esiendule lukwe hao magumse wenye anabebanga wengi kutoka Ilukwe, wengine ni mandugu zangu. Na kuanzia leo nitawaambia nikiwaona na baraza, pia mimi nitachukua mkondo wangu. Kwa sababu hatutakubali Eric Masafu atoke kwa choo yake huko na kuja kupeana watu wengine hapa. Kwa hivyo, Mheshimiwa Senator, sina mambo ya kusema, nataka kukushukuru kwa sababu umetetea na umetetea mnyonge. Hawa watoto wenye tunasomesha wote kuanzia vile ilifungwa, hata kuwatumia pesa kutoka shuleni imekuwa ngumu. Nimejaribu kutuma message mpaka kwa governor kumweleza sisi shida yetu ni hii na hii, hajasikia. Lakini kwa upendo wako mwenyewe umeamua na ukaamuka utatusaidia na umetusaidia. Na hata sasa lawyer anazidi kutuambia tuweze kutoa pesa fulani, ninajua bado utatutetea na utatusaidia kwa sababu wanatusukuma, kwa sababu na wanatumia ushuru yetu wa Kenya kulipa maloya kutusumbua kotini, na ni ushuru ya mwananchi wetu wa Kenya. Hizo pesa ambazo ni za kaunti zisifanye kazi nyingine kuliko kusumkana kwa mambo ya choo. Governor anapokea pesa mengi mabilioni, mbona akimbilia vitu ya choo yenye imeandikwa disabled? Mheshimiwa huyu Bonde Khalwale ndiye anasaini mabilioni zinakuja kwa hii account, kwa kaunti yetu hii. Mbona hizo pesa aziwachiliwe ziende kusumbua walemavu katika kotini? Ningeomba mheshimiwa, asante sana kwa usaidizi wako, na sisi tutazidi kusaidia walemavu, na ututetee na ueleze polisi mtu yoyote atakaye kanyaga hapa tena kuja kuvunja hicho achukuliwe hatua, na hatua ambayo itakuwa funzo kwa watu wengine tena. Ama pia yeye awe mlemavu tumweke kwa kikundi chetu. Hiyo wameruka court order. Asante mheshimiwa. Basi asanteni, wameniambia wanaume anaitwa Eric Masafu wamekuwa ngambo hiyo. Akuje tumuone. Eric, sikia vizuri. Ile kitu inakuweka nguvu kufikiri unaweza puuza uzito ya hawa wanaume, ni kwa sababu wale county marshals 200 wenye shemeji yako Barasa aliajiri 50% wanatoka Bungoma. Kwa hivyo unafikiri unaweza kuja hapa you get your way. Utakuja with those 100 marshals, utakutana na bullfighters from Shinyalu and Koromani, utajikojolea wewe. Asante sana. Mziki.